ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inatambua kwa dhati nafasi ya kanisa na taasisi zote za dini katika kuimarisha mahusiano, amani na utulivu wa nchi yetu. Kanisa na taasisi za dini zilikuwa mstari wa mbele katika kuimarisha mshikamano wa kijamii, kukuza maadili ya uadilifu, uwajibikaji na upendo, kutoa huduma za kijamii kama elimu, afya, msaada kwa jamii na kuelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa amani na mshikamano wa kitaifa. Na kipekee leo siku ya Pentecost, na nikushukuru Baba katika mahusia, mimi ninaita mahusia kwangu, na haya yamekuja moja kwa moja kwangu kwamba baada ya kuaminiwa na Mheshimiwa Rais katika jukumu hili la muhimu sana la mahusiano, umenihusia mambo matano. Mambo yote Baba, nikuhakikishie nimeyapokea kwa unyenyekevu mkubwa, na huo ndio ujumbe wa Pentekoste siku ya leo. Katika mahubiri ya Pentekoste ya leo, jambo kubwa lililosisitizwa na katika neno lote hilo la Matendo ya Mitume sura ya 2, ukianza mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 15, 17, 18, inaeleza habari ya umoja. Watu waliozungumza kila mtu kwa yake mwenyewe, lakini mwisho wanaelewana. Inatukumbusha kwamba kama taifa, pamoja na kuwa na makabila yanayozidi 120 sasa, makabila madogo kwa makubwa, lakini jambo kubwa ambalo Pentekoste ya leo inatukumbusha, Baba Askofu pia umenikumbusha, ni umoja wa kitaifa. Tuishi kwa umoja. Roho Mtakatifu aliwashukia mitume siku ya Pentekoste. Roho Mtakatifu anayetushukia leo hapa siku hii ya kati ya hapa Karagwe, atuongoze katika nia njema hiyo. Na mimi nikuahidi Baba Askofu, jukumu hili alilonikabidhi Mheshimiwa Rais lina jambo kubwa la kuwaleta watu pamoja, na hata neno la Mungu linasema ili wale wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa kupitia jukumu la mahusiano, nimetumwa na Mheshimiwa Rais kwenda kuwafanya Watanzania kukaa kama jamii moja kwa maelewano, kwa mazungumzo. Na Baba, nikuhakikishie jukumu hili limelianza kwa uaminifu mkubwa, na mpaka sasa limeleta matunda, na tunaamini linaenda kuleta matunda na kulifanya taifa la Tanzania kuwa moja. Kwa nikuhakikishie kupitia jukumu hili ambalo liko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu mwenyewe, tumejipanga kushirikiana na makundi yote ya kijamii zikiwemo taasisi za dini. Na wewe umesema kweli, wewe ndio waziri wetu wa taasisi za dini. Wote, dini zote, Waislamu, Wakristo na wale wengine ambao wana dini, wote ni jamii ya Watanzania. Sisi ni jukumu nililokabidhiwa na Mheshimiwa Rais la kuwaleta pamoja. Katika jukumu hili tunafundishana na sisi tunajifunza. Tunajifunza kukuza ustahimilivu, tunafundishana na kujifunza uwajibikaji wa pamoja. Tunajifunza pia na kufundishana kuimarisha maadili ya kazi na uadilifu, lakini pia tunajifunza kusaidia jitihada za jamii katika maendeleo endelevu. Taifa hili tuna kundi muhimu sana la vijana, ndio maana hata Mheshimiwa Rais kwa umuhimu wa kundi hili ameanzisha wizara maalum chini ya ofisi yake mwenyewe inayosimamia maendeleo ya vijana. Lakini Baba Askofu, tuseme tu kweli, serikali peke yake haitaweza kubeba jukumu hili. Viongozi wa dini na nafasi kubwa ya kushirikiana na serikali, kwa sababu kundi hili linahitaji sana kulelewa, hasa katika kipindi cha maendeleo makubwa ya teknolojia. Vijana wengi wamekuwa wakilelewa katika mazingira tofauti. Wengine wamekuwa wakilelewa na wadada wasaidizi wa kazi, wengine wamekosa upendo wa wazazi. Sasa jukumu linalolazwa kama kanisa ni kuwasogelea wa vijana,
kuwajenga katika maadili mema, kuwaepusha na kukumbwa na wimbi zito ambalo dunia inatupeleka, hasa mmomonyoko wa maadili. Waandae vijana wetu kujituma katika kufanya kazi, kuwa wazalendo wa kuipenda nchi yao, na hivyo kwa pamoja tukifanya hivi tutajenga taifa imara. Maaskofu, ili jukumu ndio wito wetu kama serikali, na niwaahidi, na tumekutana na viongozi wa dini, tumezungumza na mwezi ujao tutakutana na vijana, kongamano la vijana wa CCT, mimi pamoja na waziri mwenzangu wa vijana. Lengo tunataka tuwaaminishe kwamba vijana tunaweza. Sisi ni mawaziri vijana, tumeaminiwa na Mheshimiwa Rais kushika nafasi hizi. Tunataka pia vijana wa Tanzania tuwaaminie tunaweza. Kuna jitihada nyingi serikali imeanza kuzifanya. Mimi pamoja kwamba ni waziri wa mahusiano, lakini nina jukumu kubwa la kuhangaika na ajira za vijana wa Tanzania. Tumeanza kutembea nini dunia inatutaka. Kutokana na mikakati tuliyoiwekea kama serikali, tumejikuta kwamba kuna fursa nyingi zinapatikana. Baadhi ya nchi zimekuwa zikumbwa na tatizo la aging population, zinahitaji nguvu kazi, pia uhamaji wa nguvu kazi kutoka barani Afrika. Fursa hiyo ni nzuri. Sisi kama serikali tumeweka utaratibu mzuri wa kuhakikisha tunawaunganisha vijana wetu na fursa hizo za ajira. Mpaka naongea jana tu tumewaaga vijana 700 wanaenda kufanya kazi nje ya nchi, na hao sio kazi zile zinazoaminika kwamba kazi za chini. Kuna graduates wengi kutoka SUA ambao wameenda Denmark, German, na wengine wanaenda katika nchi za Kiarabu. Tumewapeleka wauguzi na sasa tunawapeleka hadi madaktari, wanapata fursa za ajira. Mpaka juzi unapoaga hao vijana 700, zaidi ya vijana 7,900 wameunganishwa na fursa za ajira nje ya nchi. Ni jitihada mbalimbali za serikali, na mimi kama waziri ambaye nasimamia eneo hili tahakikisha kwa namna yoyote kila fursa inaweza kumfaa kijana wa Tanzania tunawasogezea vijana, na wao waweze kushiriki kujenga uchumi wao binafsi, lakini uchumi wa taifa kwa ujumla.